Kwa wewe mtazamaji wa Manye Media, bana, leo niko hapa katika birthday party ya dada yetu mpendwa kabisa, anaitwa Caseline John ambaye amefanya makubwa sana katika series ya dunia. Niko na dada Sekela hapa. Mambo vipi? Poa poa. Uko fresh zaidi? Niko fresh. Bana, Sekela, umekuwa ni mtu mbaya sana katika series ya dunia. Nini siri ya kile ambacho nakifanya katika series ya dunia? Unajua dunia inatakiwa ijue kwamba kuna uzuri na ubaya. Dunia kama dunia, tukiachana na series ya dunia, ina maana yani namaanisha dunia, ulimwengu unatakiwa ujue kwamba kuna vitu vizuri na vibaya, lakini vile vile unatakiwa kuelewa kwamba kuna ubaya ambao hauna sababu. Yani kwa mimi ni yule mbaya ambaye yani sina sababu ya ubaya wangu mpaka dakika hii. Kwa hiyo unaonesha kabisa wewe ni mlisi mkubwa wa Caseline. Baada ya Caseline kukamatwa, sasa amekuja mlisi mwingine anaitwa Sekela. Kuna ukweli gani hapo? Hapana, naomba nilikanushe hivyo. Nilikanushe hili kwa sababu Caseline yuko kwenye ulimwengu mwingine na mimi niko kwenye ulimwengu mwingine. Kwa hiyo pati yangu mimi ni tofauti na pati ya Caseline. Kama utaelewa vizuri. Mimi ni rafiki wa Violet, lakini kuna vitu navifanya. Caseline na yeye alikuwa na ulimwengu wake yeye. Kwa hiyo yani sisi ni vitu viwili tofauti. Mimi sio mrithi wa Caseline. Mimi ni mimi. Caseline ni Caseline. Yeah. Sawa, naomba nikuulize swali dogo. Siku ambayo Mwanji unamtengenezea connection akambake Violet ndani, hatimaye na kumpa ujauzito, wewe ulifeel vipi katika maisha ya kweli, acha kuigiza? Kwanza ile siku ilikuwa ni ngumu sana. Yaani siku ilikuwa ni ngumu sana kwangu mimi kuicheza ile scene, sababu kiuhalisia, yani katika maisha halisi tukiacha kwenye maigizo, kitu kama kile ni kitu kibaya sana. Yani huwezi kumfanyia hivyo rafiki yako. Ushaelewa? Yani anabakwa, wewe unashangilia na anapewa mimba. Yani kiuhalisia inauma, afu inaumiza. Bana, kuna sini moja niliona huko na Mwanji, bodaboda imeharibika usiku, alafu Vai akawafumania. Wewe dada, ulimkataa Mwanji kwa 100%. Moja si na ubunifu uliutoa wapi? Moja kwa moja maua yangu nampelekea bosi wangu, Daddy Bichwa. Yule jamaa ni very creative, I see. Vitu anavyovitoa kwa kweli, Mungu amemjaza vitu ndani ambavyo hata wewe mwenyewe huwezi kuelewa. Yani ile siku ilikuwa, mimi mwenyewe kwanza nilishangaa, yani aliponiambia utafanya hivi nikasema mbona anaenda kutukana ulimwenguni huko? Bana, mtazamaji wa Manye Media, tuko na Sekela, ni msanii pendwa kabisa na bora sana katika series ya dunia. Nani Sekela, tunataka tukujue, tumekuona kwenye series ya dunia. Hapo way back nyuma ulishafanya series zingine au ndo series yako ya kwanza? Wewe ni msanii mkongwe au ni msanii mchanga? Hebu tujue machache kutoka kwako. Way back kwenye kujitafuta tumezunguka sana. Nishaigoga na kina Timos Conrad huko Kachumbia, kina Mama Ashura. Kwanza watu wanataka kujua kwamba mimi nilikuwa kwenye game kitambo, lakini katika harakati za kuonekana ndio ilikuwa changamoto. Mimi ni mwalimu wa Ebitoke, kama mjui. Ebitoke mimi ndo nimempika akawa Ebitoke. Mimi ndo nilimfundisha sanaa Ebitoke. Kwa nafasi ya kuonekana ilikuwa tu bado haijafika. Lakini nashukuru Mungu nimeonana na Bichwa, ameniona, nimeonyesha uwezo wangu, amenipa nafasi, na mimi naahidi kwamba sitomwangusha, na mashabiki pia waamini kwamba mimi nitafanya vizuri zaidi ya vile wanavyoona. Kwa hiyo kama wanakasirika saa hizi wajiandae kukasirika zaidi. Ni kweli bwana, wameibeza sana season 2. Walisema kwamba ni series haieleweki, kuna wasanii wapya wameingia, wameharibu, na wasanii wapya katika series ya dunia na wewe ukiwemo. Ulijisikiaje ulipoona zile comment kwamba season 2 ni mbaya, na ukiwa wewe ni mshiriki mmoja wapo, ulijisikiaje juu ya hilo? Kila kitu kinapokuja kwenye maisha kinakuja kwa sababu, umeelewa? Na kila chenye mwanzo yani mwanzo unaona kama hiki kitu hakifai, lakini ukakaa vizuri ukaanza kuitafakari kile kitu, unaona kwamba okay fine, kumbe inawezekana. Watu walidhani haitowezekana, umeona? Wakaongea mengi sana, mbaya si na nini. Sisi tulisema tunawapa muda. Unajua kila kitu kipe muda. Hata wewe mtangazaji, umeona sasa hivi unanioje mimi leo hii. Jipe muda, unaweza ukaja kwa moja hata Rihanna. Hivyo ndivyo maisha yanavyoenda. Kwa hiyo unapojipa muda wa kusubiri kuangalia kile ambacho unakifanya, ndipo inapokuja kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo watazamaji, sisi tunawaahidi vitu vizuri viko vingi. Kama walivyokuwa wamekatia tamaa dunia, wakajua kabisa itakuwa mbaya, haitoeleweka, wageni wengi na nini. Mimi naamini mpaka sasa hivi tuko episode ya 21 na sasa hivi tunaenda.
wameshajifunza cha kujifunza na wameshaelewa kwamba dunia hakuna mtu wa kuikanyaga. Hongereni sana. Tunashukuru IC. Mlikuwa mpati views milioni 1 kwenye season 2, episode ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya ngapi, lakini sasa hizi mmekanyaga milioni za kutosha, na nimeona chati ya top 10 ya watazamaji wakubwa wa YouTube. Baba Asma amekaa pale juu. Ulifeel vipi baada ya kuona ile post? I was very happy IC. Yani nilivyoona tu nikasema IC. Mkubwa Mungu bana. Mkubwa Mungu. Una maneno mangapi? Una maneno gani ya kumwambia director wako Baba Asma? Kwako mheshimiwa Baba Asma, daddy, sisi tunamuita daddy. Bichwa. Unajua ukimwambia mtu bichwa linakuwa na mambo mengi. Sasa yule jamaa ana akili nyingi sana zimejaa mpaka zinamiminika. Mimi nakuombea heri, nakuombea afya, uzidi kufanya makubwa zaidi. Sisi tunakuamini wewe ndio uliyebeba dunia. Unalipwa mshahara bei gani kwa mwezi? Hiyo ni siri ya kambi sasa. Sio siku mbili Sekela, mimi mshahara unitoshi, mshahara mdogo kama waliopita huko way back nyuma. Unasemaje juu ya hilo? Maisha yangu mimi ni tofauti na maisha ya mtu mwingine. Kwa hiyo mimi ni mimi na yule ni yule. Umeona? Kwa maisha yangu mimi siwezi kuweka public au nikaja nikasema nalipa kiasi fulani ili ikusaidie nini? Ufaidike na nini? Asante sana. Una kipi cha kuambia watazamaji na mashabiki zako, na pia mitandao yako ya kijamii ni ipi ambayo unapatikana kiurahisi? Na vipi kabla ya hapo unaruhusiwa kufanya kazi nje ya tamthilia ya Dunia au una mkataba ambao haukuruhusu kufanya kazi nje ya Dunia? Hilo siwezi kulizungumzia sana kwa sasa hivi kwa sababu ndo kwanza tunaanza. Unaona? So kama kutakuwepo na vitu vingine tutawaambia. Yeah. Sawa. Waambie kitu mashabiki zako ambao wanakutazama leo kupitia Manye Media. Mimi nawapenda sana, endeleeni kutufuatilia Dunia kama Dunia. Sisi ndio dunia na ndio tumeijaza dunia. Alafu kwenye dunia kuna vitu vingi. Kwa hiyo ukae hapo usitoke ili ujifunze yaliyomo kwenye dunia na yanayoendelea ndani ya hii dunia. Mimi nawapenda. Asante kwa muda wako. Asante sana.